katika kipindi hiki cha ongezeko la maarifa tunagusia tu ongezeko la maarifa kwa upande wa elimu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa, na katika kuchunguza kwa upande wa maarifa ya usiyo elimu, inaonyesha kuwa kiwango cha elimu kitaongezeka, na kwa kuzingatia watu watakwenda mbio huko na huko. Hakumaanishi tu kusafiri kwa upesi kutoka mahali kwenda mahali. Mamwaye de transport zile ambazo ziko leo za kiteknolojia za kiufundi, watu wanatembea zile maserpent du rail, wanatembea kwa usafiri wa ndege na mambo mengine. Hapana. Kuna maanisha pia watu watakwenda huko na huko. Watu watafanya tafiti mbalimbali za kina za kimaarifa. Watakuwa wachambuzi, watafuatilia mambo kwa kina zaidi. Na watafanya tafiti mbalimbali za kimaarifa za kina zaidi. Pili, kuongezeka kwa watu watakaofikiwa na elimu. Tunaposema kuongezeka kwa watu watakaofikiwa na elimu, tunamaanisha kwamba idadi ya wasomi katika nyakati za mwisho itaongezeka tofauti na vile ilivyokuwa katika nyakati zile. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo la tatu, uwezo wa kuhifadhi, kuchambua maarifa. Tunaposema uwezo wa kuhifadhi na kuchambua maarifa, tunasema zile database, search na data za kutunza maarifa. Teknolojia itafanya kiwango kikubwa kwa namna ambavyo elimu itakuwa kwenye kiwango sio kile cha kuandika kwenye mabarua kama ambacho kilikuwa kwenye nyakati zilizopita. Na jambo la nne, kuongezeka kwa ufahamu wa maandiko kwa watu wa dini. Watu wa dini baada ya kufanya tafiti mbalimbali, kiwango cha ufahamu kitakwenda juu, kitacroître. Kiwango kitakapokwenda juu, hawa watu kulingana na Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 3, maandiko yanasema kwamba utakuja wakati ambapo watu watakataa mafundisho yenye uzima, lakini kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi. Kitakachowafanya wajipatie walimu makundi itakuwa ni nini? Masikio ya utafiti. Bwana Yesu atusaidie. Kwa sababu ya masikio ya utafiti, eske diwe hivi gisi tunasomaka hapa ndio ambavyo Mungu alikuwa anataka? Eske hivi gisi tunafundishwa hapa Bethsaida ndio ambavyo watu wote wanafundishwa huko? Eske hii ndio kweli kabisa? Zile tafiti zitapelekea idadi kubwa ya watu wanadini wataanza kujitengenezea walimu makundi, hasa wale ambao watakuwa wanafafanua maandiko kulingana na namna wao wanavyopenda. Bwana tusaidie. Lakini katika kufunga kipengele hiki cha elimu na unabii wa nyakati za mwisho, jambo la kujifunza hapa ni kwamba usio mwenye hekima machoni pako mwenyewe, umche Bwana ukajiepushe na uovu. Ndivyo Methali anavyosema katika 3:7. Usiwe na hekima
kwa sababu ya tafiti za kibinadamu, wengi wanajikosesha ndani ya tafiti zao wenyewe. Wanaleta mawazo ya kibinadamu, analeta falsafa za kibinadamu, anataka kuassociate na neno la Mungu, akafikiri kwamba ndio kupanua neno la Mungu. Huko anakwenda kuacha elimu ya ufalme pembeni, anachokwenda kufundisha kitu kingine tofauti. Bwana tusaidie. Neno letu la pili, vuguvugu la elimu na nyakati zetu. Tukisema vuguvugu hiki Kiswahili, najua Msongani yuko humu. Nilitaka kujua kama anaelewa Kiswahili cha vuguvugu. Vuguvugu bali maki mabamba washiri tambali na yamanga. Sawa, hiyo ni tafsiri moja ya vuguvugu. Lakini tunaposema vuguvugu sisi tunamaanisha hivi: mchocheo wa harakati wa kufanya jambo. Mchocheo wa harakati wa kufanya jambo. Huu mchocheo kwa wanasiasa wao wanapenda kutumia neno msisimuko. Ile watu wamehamasika katika jambo fulani. Sasa katika kuchunguza vuguvugu la elimu na nyakati zetu, tunabaini kwamba katika nyakati zetu elimu kiroho imepoteza kwa sehemu kubwa maana ya kile ambacho Biblia ilitamani kueleza kuhusu elimu, ambayo ni maelekezo kuhusu sheria, utawala, maadili, sheria, utawala, maadili ya ufalme wa mbinguni unaofungwa katika neno moja, kumcha Mungu katika Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Elimu katika nyakati hizi za kwetu, vuguvugu hili la kuchemka kwa elimu, watu wote wanakuwa wasomi, watu wote wanakuwa wasomi, watu wote wako mbioni kufuata elimu. Ni wazo zuri sana. Kufuata elimu ni jambo la busara sana, kwa sababu hata katika nyakati zetu hizi Mwenyezi Mungu anapenda kanisa lio na watu wenye elimu ya ufalme ambao watasimama kutetea nini? Kanisa katika nyakati za mvurugiko. Tuko kwenye nyakati ngumu, lakini shida inakuja hivi: ikiwa tunafika mahali kiwango cha elimu ya ufalme kinadidimia na watu wako mbioni kufuata elimu, kadiri wanavyoingia katika mambo ya elimu, ni kadiri hiyo kiwango cha elimu ya ufalme kinaenda kinapoteza nafasi yake, uwezo wake, nguvu yake kinapotezwa. Hii hali inasababishwa na mambo matatu. Jambo la kwanza ni neno la unabii. Kama unabii unaposema kwamba katika nyakati hizo maarifa ni lazima yaongezeke, nani atapinga hayo yasitokee? Na kinywa cha Bwana kimenena. Hayupo. Jambo la pili kinachosababisha elimu ya ufalme kupoteza nafasi, kwenda inashuka, maadamu wanadamu wako mbioni kufuata maarifa. Ni dini na mapokeo yake. Na jambo la tatu, theolojia na mitazamo yake. Bwana Yesu atusaidie. Dini na mapokeo yake vimechangia kwa sehemu kubwa kushusha elimu ya ufalme, kupoteza maana ya kile ambacho maandiko yanahitaji watu wake wafunzwe, na badala yake watu wanafunzwa vitu tofauti sana. Unajua wanachofanya wanadini wako mbioni sana kufundisha mapokeo
kuliko kufundisha elimu ya ufalme wa Mungu. Mapokeo yanawekewa msisitizo sana katika nyakati zetu hizi, na kile ambacho Mungu alikusudia kwamba watu wake wafundishwe kinawekwa kama kitu kinachokuja mbadala. Lakini ile falsafa ya taasisi, falsafa ya kidini inatengenezewa mazingira ili kwamba watu wa Mungu watengenezewa mazingira ya kwamba wawe wapale tu, lakini huku wakinyimwa access ya kufikia kile ambacho Mungu alitamani waweze kufikiwa nacho, ambacho ni ufalme wa mbinguni, elimu ya ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu atusaidie. Sasa hiyo inaleta shida, kwa sababu kama ukichunguza katika Marko sura ya 7 mstari wa 5 hadi wa 9, walikuja Wayahudi, wanakuja kwa Yesu, wanakuja kumwambia, sasa Bwana wewe wanafunzi wako wanaalifu mapokeo ya wazee, maana wanakula bila kunawa, wanaalifu mapokeo. Yesu akawaangalia hawa watu, vitu vya msingi wanaviweka kando, wao ndio yao iko tu kwenye mapokeo. Mtu mmoja mwepesi atusomee kwanza Galatia 1:14.